ni inatakana hao wasichana, kama ni mambo ya kudhulumiwa kijinsia, kuna haki hata kupiga ripoti polisi. Kuna haki ya kupiga ripoti polisi na waangalie, kwa sababu sasa wasijali kwamba atafutwa, ni waende wa ripoti, mambo yachukuliwa kisheria. Hili swala ambalo mmelizungumzia, watu kudhulumiwa kijinsia kwa maofisi na kudhulumiwa kwa maofisi wasichana because hiyo msizungumzie tu jinsia ya wasichana peke yake, hata wale wa kiume pia huwa wanadhulumiwa. But basically ile nataka kuzungumza generally ni kwamba ukiangalia katika ile hali ya ugumu ambayo uko ya wa maisha na nini mtu anaweza akaombwa, huyu anaweza kuwa ni mwanaume akapatana na mkubwa wake ni mwanamke, huyu mwanamke akawa na mhitaji, huyu akiwa haitaki, unajua lazima waitilafiani ya pamoja na wasichana. Kwa hivyo hayo ni mambo ambayo na mtu anaogopa, sasa nikikataa huyu mtu ameniomba na nikikataa na yeye ndiye amenipa kazi ama niko kwenye kazi akikasirika, sinaona hiyo kazi ninaweza nikaikosa. Sasa hao watu wanadhulumika, kweli wanadhulumika, lakini kuna kitu ambacho kinawafunga wasiondoka katika hiyo hali, kwa sababu akiondoka hapo katika hiyo dhuluma, then hata hiyo kazi huenda asipate. Lakini mimi nataka nitoe onyo, na hili onyo nalitoa generally kwamba sasa hivi kama vile tumesema, chupa zishapasuka. Zile zilizopasuka, sisi kama wananchi tunataka kuzifanya unga, tutengeneze kitu kingine cha maana, kitu kingine kipya. Sasa wale wanaona, wale wamejipanga ama wale wanaandaa huo kupanga kuchambua hizo chupa, wewe kama utaamua limekushika uende kotini, uende wapi, lile tunaomba wananchi, panapotokea mtu anapambania haki ya wananchi, ni kwamba lazima tutokeni wote. Kama ameenda kotini Mombasa, twendeni wote kotini Mombasa, kwa sababu tunatetea rasilimali zetu na haki yetu. Akisema anaenda Nairobi kutushitaki kule kwa sababu ni mbali, wale ambao wanapigania haki hawataweza kufika, wananchi wote mtachanga, hata kama ni shilingi 5 au shilingi 10, kwa sababu tunapigania haki yetu. Biblia na Qurani inasema muoga hataingia katika ufalme wa mbinguni. Kwa hivyo ni lazima tujipange. Wale waoga ambao, wale wenye taarifa muhimu, wenye kuweza kuweka msukumo, maana kuna vijana wetu wamepambana kuweka msukumo na wengine wako kotini. Na sijui ni kwa nini wanapeleka hawa vijana kotini na wanadai haki. Nitadai haki yangu alafu unipeleke kotini? Hata hiyo koti yenyewe inaona na inatoa mahukumu, na tunaomba pia koti, wakati wametoa hukumu, wametoa court order, hizo court order jamani ziheshimiwe. Kwa sababu kama mtu amepewa court order arudi ofisini, alafu mpaka sasa hajarudi ofisini, alafu anapokea mshahara, tukija kwenye masuala ya accountability, sasa mtu atatuambia kuanzia wakati usimame mpaka sasa hivi huo mshahara unaokula umefanya kazi ya nani? Na unalipwa vipi? Sasa hayo ndio masuala ambayo hatupendi. Na ukiangalia, nataka nizungumze, maana limezungumzwa vyombo vya habari nini, mambo imeendelea. Kuna watu wanafanya kazi bila makaratasi ambayo sio sahihi. Na hao watu wanatoka kwa ofisi, mtu amefanya kazi miaka 2, amelipwa miaka 2, alienda na makaratasi gushi, amekula pesa zetu miaka 2 za bure. Nani atarudisha hizo pesa? EACC wana utaratibu gani wa kufuatilia hao watu warudishe hizo pesa kwa mwananchi? Maana hakuna madawa hospitalini, watoto ni shida, pesa hakuna ya elimu, lakini pesa nyingi unakuta ziko kwenye mifuko ya wachache. Na wakati tunaweza kuzitafuta hizo pesa, ndio wanaenda kuhongana huko ili wale wenye haki waendelee kudhulumiwa. Tutaenda mpaka Hegi, watu watachanga, watu wako dunia nzima watachanga. Watu wako wamechoka na huu udhalimu wa corruption ambao ni corruption ya kijinga kabisa, na wale wanaofanya corruption wanakula pesa ya mwananchi bila utaratibu, Mungu anawaona. Asanteni.